leo tumekuja Baba, angalia Bwana, angalia Jehova, angalia Bwana, angalia Jehova, angalia Bwana, angalia Jehova, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana. Thank you, Jesus. Haleluya. Kama unampenda Yesu mpigie makofi. Kama unamtambua mpigie makofi. Haleluya. Bwana Yesu
mpigie makofi. Hallelujah. Sema ya kwamba Jesus, I love you. Yesu twakupenda. Tunamkaribisha siku ya leo na moyo wetu. Praise God. We welcome you in our hearts. We welcome you in our lives. We welcome you in our country. Because we love you. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Nafurahi kuwaona siku ya leo unapoketi. Bwana Yesu asifiwe. I think we have to observe these things. Thank you very much. Hallelujah. Tumefurahia? Sioni furaha yenu. Sioni. Bwana Yesu asifiwe. Na tunafurahi sana kwa sababu tuko live and wanao tutazama katika manyumbani, wengine anatazama akiwa katika kazi, wengine hapo kwenye safari. Bwana Yesu asifiwe. Tunakupenda na tunashukuru sana kwa kujumuika pamoja nasi. Praise God. Tunakaribisha katika mkutano huu wa wana youth katika kanisa letu la CFC. Praise God. Hapa ndio Yesu hufanya miujiza na tumemuona katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utarajie hata ukiwa nyumbani, natarajia wengine wanatazama wakiwa nje ya nchi kama wanaelewa hii lugha ya Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, we love you so much and we appreciate kwa kujumuika pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. I thank you to wana youth kwa sababu ya kuonyesha kwamba tunamtumikia Mungu ambaye anapenda vijana. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kama vijana kutumika vizuri. Ni vizuri kama vijana kutumika na Mungu, kueneza injili ya Mungu katika ujana huu na nguvu ambayo tuko nayo sasa hizi. This is only the best time. We are investing in the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. It is an investment ambayo tunafanya because tunajua kwamba mwisho tutapewa mshahara ambao ni uhai wa milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. We are sure we serve God who loves his people. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. The moment you understand the God you serving, the moment you know who is God in your life, hallelujah, hakuna kitakacho kuzuia kueneza injili. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema katika Yeremia 29. Bwana Yesu asifiwe. Ninapopatiwa hiyo Bible ya Kiswahili ama nisome ya Kiingereza. Bwana Yesu asifiwe. Jeremiah ama Jeremy, wenye anajua kwa lugha ya kukata hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tunampenda Yesu kiwango tusichoelewa hata sisi pia. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye ameona kwanza, hii ni utangulizi wa neno la kwanza ambapo tunapokea Jeremiah. Where is Jeremiah? Kwa lugha ya Kiswahili, nataka mtu atusomee kwa lugha ya Kiswahili, pia nitasoma kwa lugha ya Kiingereza. Unaweza kuja na Bible. Tuko digital siku hizi. Wengine wanatembea na Bible kwa kichwa. Alishindwa kukaa mtihani lakini Bible wako nayo kwa kichwa. I don't know. Nashindwa sana. Tujifunze kubeba Biblia. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Bwana Yesu asifiwe. Hii neno tumelijua
Praise God. But nataka kuirudia tena na tena kwa sababu nataka yani it's a confirmation. Praise God. Tunapewa hakika ya kwamba tunamtumikia Mungu ambaye ako na mipango mema ndani yetu katika maisha yetu. Praise God. He has a good plan for us, not to harm us. Bwana Yesu asifiwe. The relationship between, the clarity of not harming you ni maisha ambayo tunapitia. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba utapitia kwenye hizo shida, lakini atakufanya mshindi. Kwa sababu after that akona jambo la kukufanya uangae. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Hili neno tunapenda kurudia sana kwa sababu watu husahau sana. And it is the moment tunakwambia understanding the God we are serving. Ni Mungu ambaye anaahidi na anatimiza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu si kama mwanadamu atudanganya. Bwana Yesu asifiwe. Masikio yake, macho yake yanatutazama. Masikio yake yanatusikia wakati tunamuomba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Are we together from there? Tunapoendelea hapo chini. Then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Praise God. Nimekwambia utakaribisha kwangu ama ukuje kwangu kama ni kwa ofisi. Nikakwambia kwamba umeagizwa kwamba umekaribishwa katika mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Ama unaomba kazi, umefahamishwa kwamba umepewa kipaumbele kwenye interview. Bwana Yesu asifiwe. You are sure ya kwamba kuna possibility ya kwamba nitapata kazi. Si ni kweli? The moment umeandika barua ya kuomba kazi na umepigiwa simu kaambiwa kwamba mnamo tarehe ngapi siku fulani ukaonekana katika ofisi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza unaelewa kuna wenye walichungwa, si ndio? Kuna qualifications zinaonekana hazipo na wao. Lakini wewe mwenyewe ukaonekana kwamba kuna qualification. Bwana Yesu asifiwe. The moment qualification ya Mungu ni hivi. Unapomuomba, kwa sababu lazima upige magoti muombe. Hiyo ni barua ya kwanza ambayo unaandika. Bwana Yesu asifiwe. Niangalie haya maombi. Kwa sababu Mungu anakagua. Kwa sababu kuna mtu aliniuliza, je, Mungu hujibu maombi yote? Praise God. Je, Mungu hujibu maombi yote? Ni sala zote Mungu husikia na anajibu? Ndugu yangu, je, ni maombi yote Mungu husikiza na anajibu? Tuko pamoja? Haleluya. Sala ambazo zina ukweli na wema ndani yake. Kwa sababu unaweza kumwambia mtu kitu mbaya na ngoja Mungu atimize, hawezi kutimiza, si ndio? The moment umeandika barua na ukachukuliwa. Sasa kioma ni hivi. The moment ukimuomba kwa ukweli, you are sincere about your prayers. Sio kumuomba tu. You are sure. Ukamwambia kwamba naomba Mungu ambaye anasikia. Bwana Yesu asifiwe. You know that he exists. Na unajua kwamba ana masikio ambaye anasikia. Hivi kweli Mungu ni muomba akatuambia kwamba mnapomuomba nitawasikia? Yaweza kuwa hakuna ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu tashwishi ni nini? The moment you pray, you are not sure about your prayer kama itajibiwa. It is not your job kama itajibiwa. Do your part. Praise God. The moment unaandika application, you do your best. Hayo mengine waachie ofisi. Si ni kweli? So hapa kwa kuandika, kwa kuanza kuandika, make sure you have the content yenye unaandika. The same way in prayers, make sure you have unajua unataka nini naomba.
Bwana Yesu asifiwe. So the moment Mungu anakagua, anaangalia, anakwambia, anasikia kwa hiyo maombi yake. Kuna ukweli na kuna roho ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. You will seek me, find me. Turudia 13. You will seek me and find me when you seek. Bwana Yesu asifiwe. You will seek me, mtanitafuta na nitapatikana wakati mtanitafuta, kwa sababu anajua kuna choice unafanyanga. Sometimes haumtafuti. Bwana Yesu asifiwe. Hapo very clear. Ukinitafuta nitapatikana wakati utanitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama nikwambia ukinipigia nitashika simu yako wakati utanipigia. Kuna usisitizo fulani, sio? Wakati utanipigia. Kwa sababu it is your decision to call me or not. That's true. The same way, the moment you, na kuna mtu aliniambia, how do you seek God? Tunapojibu maswali. How do you seek God? Napenda watu ambao tunajibizana. We study the God, sio? We study the Bible. We know who is God through the Bible. So I just want to know, you understand about seeking God. How do you seek God? Answer. How do you seek God? Through prayer. Abiding to His principles. Yeah. Next person. Through fasting and removing sacrifices. Through fasting and giving sacrifices. Kila jibu liko sawa. Next person. Hallelujah. When you are anxious, you can turn that way. When? Yeah. Wakati uko mkamilifu. Yeah. So how do you seek God wakati hauko mkamilifu? Umesema kwamba wakati uko mkamilifu unatafuta Mungu. Wakati uko mtakatifu. Ukiwa mtakatifu. So the start. Hiyo ndio mwanzo wa kutafuta Mungu kwanza. Thank you for the knowledge about kumuhusu Mungu. How do you seek God? What do you understand about seeking God? Kutafuta Mungu. Yeah. Kwa sababu kuna mtu aliniuliza kumtafuta Mungu kivipi? Kivipi? Yaani sasa nataka kujua utamtafuta kivipi ama wewe mwenyewe unamtafuta kivipi? Huyu Mungu wako. Mungu wangu. Kuna maombi. Yesu amesema kuna sacrifices. Kuna kutubu na wengine kusoma Biblia. Amen. You seek God by abiding by the law and His commandments. Thank you. I feel like repentance is the first step. Among us, the first step is Mungu. Then from repentance, then it's following his commandments and his deeds and his word.
ukivunja moja haujatimiza. Na so many times you find yourself haujatimiza hata moja, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kila jibu liko na maana. Kila jibu liko na maana. That's your own understanding. Next person. For me on my side, I would like to say by creating a reconciliation, sharing with one another, standing with others in terms of problems in need and honoring others. That's all the ways of searching for God and seeking for Him. Thank you very much. Tupigeni makofi. Kila jibu liko na maana. Bwana Yesu asifiwe. Kila jibu limewekwa katika pengine. This is the only way. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwenye amesema kusoma Bible kwa sababu Mungu anapatikana kwa Bible. Hallelujah. Ni kama mwandishi wa Kenny Walibora, nani alisoma hiyo? Ukitaka kujua Gogi wa Biongo, they have their own books. If you want to know about Gogi wa Biongo, you find his books. If you want to know about God, you read the Bible. Hallelujah. Praise God. Amen. Walking, nani amesema kufuata sheria zake? Kufuata sheria. Hajatuambia ni sheria gani na gani. Bwana Yesu asifiwe. But nataka tuelewane hivi. The moment haujamtafuta Roho Mtakatifu akuongoze kwa hii safari. Praise God. Hauwezi kuwa mtakatifu kama hauna Roho Mtakatifu ndani yako. Hauwezi ukafuata sheria zake bila kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukasoma Biblia na ukamwelewa zaidi bila kuwa na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hauwezi ukawa unatoa bila kuwa na uhusiano wako na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. It is the guidance. The Holy Spirit. The Holy Spirit ni ya kukuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Inakupea direction. I know you understand about directions, ndio? You are given the direction of God by the Holy Spirit. So, now you are here without the Holy Spirit and you're trying to find God. Will you find God? Praise God. Salvation. That is the first thing. Hallelujah. Salvation. Accepting that Jesus died for us, for our sins. Praise God. The moment you understand, deni langu limelipwa katika msalaba. That is a good start. Another start. Praise God. Hallelujah. Tuone kwa tirafu kidogo za mitambo. The moment you don't see the work of the cross. Wakati hujatambua, kwa sababu kuna wale ambao wanamwamini Mungu lakini hawajatambua kwamba kwa msalaba kuna jambo lilifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna gharama ilitolewa kwa ajili ya makosa zetu. Praise God. It is not your fault. Uliumbishwa ama umeumbanishwa na dhambi. Hallelujah. Lakini umefanywa kuwa mtakatifu. Umefanywa kuwa mwenye hauna dhambi katika msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Understanding ya kwamba Yesu hakuji kufa tena. Hallelujah. Tulinunuliwa mara moja. Ni kama hivi. Umekuwa na deni la blanche. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nimekuja nikakulipia. Lakini wewe unatembea ukisema uko na deni bado. Bwana Yesu asifiwe. It is the same thing. So, Yesu ametulipia deni. Swali langu ni hivi. Ni vizuri kukiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi ama kukiri ya kwamba Yesu aliniokoa? Bwana Yesu asifiwe.
Kwa deni tumetoka. Tushalipiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naona shetani ameleta hiyo misunderstanding ya kwamba umelipiwa deni. Na kwa sababu umelipiwa, haisemi kwamba ufanye makosa ama uendelee kufanya dhambi kwa sababu alikufa. Damu bado ni mbichi. Bwana Yesu asifiwe. It is not like that. The moment you understand about the cross and you have the Holy Spirit, it is the start of seeking God. The moment you seek Him, you will see Him. Bwana Yesu asifiwe. Without the Holy Spirit, kwa sababu Mungu anasema yeye ni Roho, and He is speaking to the Spirit, not to the flesh. Hallelujah. The moment you believe, kwa sababu inasema katika hiyo John 3:16 that whosoever believeth, believing is a continuous thing. It is something ambayo iko huwezi ondoa. Ni leo, kesho na kesho kutwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kitu ambacho utafuatilizia. Inastahili kuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kuanzia hapo, nani amebarikiwa? Praise God. Sijui kama umejua njia za kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kujitolea kwa wokovu. Na ujue kwamba umelipiwa deni. Na ukamuomba Roho Mtakatifu akuongoze. Hallelujah. Na the moment you believe in Him, you will not perish. Hallelujah. So the moment you don't understand about the cross, kuna kuisha, kuna moto wa milele. Na mtu akajiuliza, je, Mungu akaumba watu akawachoma siku moja? Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia the same thing. The moment unafanya uumbaji wa kitu nyumbani, ukiona haiko sawa unafanya nini? Kama ni nyungu unaunda, kama ni nyumba unaunda, unaona iko sawa. Nimefanyika kuwa fundi siku moja wa mawe, si wa mkono, nikashuhudia. The moment ukuta ikienda sawa, hallelujah, na ukawacha ikakauka, utafanya kazi ya ziada. Hallelujah. Kuna ile lining, kuna ile chuma wanaweka ku make sure kwamba hiyo lining iko sawa. Na the same way God anakufanya katika maisha yetu. Pengine umekaa ukuta ambao umeinamana. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kwamba Mungu amekufanya, amekutenga, ni kama amekutenga, kumbe anakutengeneza katika maisha. Praise God. Usikuwe ni yule ambaye unasikia kwa kupitia kwenye shida. That is the moment you understand who is this God. Hallelujah. Kwa sababu anatuambia kwenye shida nitakuwa na nyinyi, kwa sababu anajua kuna shida. The other time nilikuwa naambia kwamba akupatie nguvu ya kushinda katika majaribio. Si kukuepusha. Bwana Yesu asifiwe. Hakuepushi kwa sababu kuna something anataka ukue ndani yako, ukue nayo. Hallelujah. Kuna understanding you don't understand about this life. Nikamwambia hauwezi ukajua kwamba kuna njaa wakati hujakuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukajua maana ya chakula wakati hauna njaa. Ni kweli. The moment unashika huwezi kujua kuna njaa. Sababu kuna mtu anakuuliza kwa nini hujakula? Ulisahau kukula. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anasikia watu wa Marsabit na Northeastern wanakufa na njaa, na shangaa mbona wanajifunga hivyo mpaka wanakufa. Why fasting like that? Mpaka wanakufa. Kuna mtu anadhani walisahau kula ndio wanakufa. Praise God. But Mungu anakuchukua sasa na kupitishia kwa hiyo shida. Ndio uelewe. Kama Yesu mwenyewe amepitishwa kwenye msalaba, ndiye aelewe. Kama Yesu mwenyewe akafanywa kuzaliwa kama mwanadamu. Unajua Mungu kama Mungu anafanya experiments.
ama it is not temptation, kwa sababu Mungu hawezi kutempt, lakini anakufanyia majaribio. Majaribio kama mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Uonekane kama utapita. Yesu anajaribiwa, anaomba 40 days, 40 nights. Amelala, lakini wakati anamaliza hizo kufast, shetani anamtokea. So ile swali liko nani? Haya maombi ambayo tunaomba 2 minutes. Kama Yesu anafast na ni Yesu, na shetani anajua ni Yesu, na akona guts za kumkuta kama Yesu. Yesu asifiwe. Je, wewe ile shida uko nayo utaisha aje? If you're not serious in prayer. Hallelujah. Kama Yesu mwenyewe anajaribiwa wakati wa mwisho, kwanza anamgoja wakati wa mwisho. Wewe maliza maombi tukutane. Na unaambiwa kama kijana, maliza wokovu wako, maliza kanisa tuone. Maliza hiyo KESHA tuone. Hallelujah. Shetani anakungoja. Na nikamwambia, the moment you declare God in your life, the moment kuna exchange the other side, your fights, your struggles zitazidi na kuzidi. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi hata mimi sina struggles, I have so many. Zingine hata nashangaa zinatoka wapi. The moment natoka kwa hii, the moment zingine zinanihama. Hallelujah. Sijui kama unaweza kuwa kwenye hiyo station. Unadhani kwamba umetokea kwenye hii shida, then you find zinakugoja. The same way Yesu alikuwa amemgojewa na shetani. Anajaribiwa ya kwanza na bado hamwachi. Bwana Yesu asifiwe. Ile shetani anaangalia the situation yenye uko na the nearest help that you need. Hallelujah. Yaweza kuwa usaidizi wowote ambao tunaombanga huku na umeupata, yaweza kuwa sio Mungu, ni shetani. Kwa sababu shetani anasikiza maombi yako. Yesu anaomba hapa mke moja masaa. Wenye unaomba mke mwema unapata naye hapo. Naona Mungu kweli anasikia maombi direct. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kweli anasikia maombi yaje haraka na anajibu. Na sasa hiyo time sasa hatuna time ya test kuona kwamba kama ni Mungu. Je, unajua shetani anasikiza maombi yetu? Hallelujah. Unajua kama wakati tulikuwa tunaomba the breakthrough ya machine kila kitu alikuwa anasikiza bado. Na bado saa hizi anatafuta mahali ataingilia. Bado hajatoka. Kama alijaribu Yesu mara 3. Kajua jamaa atakuwa njaa, si ndio? Badilisha hii kata tukule bwana. Hata mimi kwenye nimetoka mbali nilikuja kule na. Sijui kama ilikuwa na chai ama shetani alikuwa na chai na namos. Kamwambia wewe ndio una uwezo kubadilisha hii mahali tukule sasa. Hallelujah. Lazima akuje na nasikia ukiomba hiki fulani, si hii, si tufanye hivi. There is connection. Hallelujah. Kuna mtu anaomba kazi, msichana. Unapigiwa simu na manager Baraka ama supervisor Baraka. Akwambia tukutane bwana, tukutane. Tukutana wapi? Interview inafanyika wapi? Tunafanyia Serena Hotel. Room number 5. Which kind of interview is that? Hiyo ni interview gani kwanza mnataka kufanya? Wait up. Yo, this is the reality of what is going on hapa hivi. Are we together? It is the reality. Kama vijana tunapitia huko nje. Kama msana unaona hii kweli Mungu kweli ameji. Maana jana nitakuwa room analipia. Tunaenda sana. Bana moja. Hata waangalie nyuma. Waangalie wewe unaenda. Uko na pods, uko na kichanu. Ndio ingia washroom kwanza uchikodoe vizuri. Mtu wa Mungu. Na umetoka Sunday. Hadi on Monday sasa sio? Hata wabiliki, hata mzazi. Sungoja kidogo hapana, ukamkutana. Bwana Yesu asifiwe. It's happening. Those hata nikisema sana kwa Bwana Yesu asifiwe. Teachings. Kwa sababu
Kwenye kampuni nyingi zinafanya hivyo. You heard about Kericho? That is Kericho what? The plantation inaitwa, I don't know the name. What is going on? There is a exchange hapo. Unataka kupandishwa, unataka kutoka kuchuna majani chai. Sawa. Kuja ni kuchuna kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mara moja ama mbili. Now what is going on there? HIV. Ndio inasambaa hapo. Bwana Yesu asifiwe. The moment tunaomba hiyo kitu, shetani anakuletea haraka. Swali linalo ni, is it good to understand? Is it God? To test, is it God? Jionyeshe kwa hii sasa Mungu umenionyesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni mara mingi ambapo hatujakuwa makini sana kwa hizi vitu tunaletewa. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi mwenyewe nikaomba jambo, nataka amani, nataka nifanye hivi, something I need, nikapelekwa. Maamuzi kafanywa one Sunday. I don't know what happened. One Sunday, hiyo nimeshift, after shifting another challenges. Kumbe shetani anataka kwenye atakuweka mkono vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Umaikuta kwa ring wakati watu wana fight, unatafuta kujua kwa kona fulani. Bwana Yesu asifiwe. Unadhani mtu anakuogopa, kumbe anakuondokea, uingie kona bila kupiga vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kuangalia ile ombi ambayo uliomba, kama kuna jibu, ni vizuri kumwagiza Mungu. Naomba Mungu nipe hekima ya kujua kama ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu shetani si kama Yesu amejua kwamba huyu ni shetani. I don't know the identity of the Satan. When anakuja kwa maisha yako, anaweza pitia kwa mtu ambao unajua, kwa vitu ambazo unajua na unapenda. Hasa tumia kile unapenda. Bwana Yesu asifiwe. Kama unapenda nyama sana, nitumie ile nyama. Kama unapenda nyama. Bwana Yesu asifiwe. It is good kukuwa na Roho Mtakatifu. Watu wanakuambia ni vizuri kuwa na Roho Mtakatifu kwa sababu Yesu alikuwa naye, ndio maana akashinda, akaelewa, you unaangalia unaona okay. Mtu hawezi ishi kwa mkate pekee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akapelekwa juu. Unaona hizi vitu zote ndakupea. Hizi vitu zote ndakupea. The whole world, you will be the kings of the kings. Haleluya. Alafu mwenye anakuambia si mwenye aliumba. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna ile kujua kwamba wewe unaniambia hivi, uliumba nini kwanza? Shetani aliumba nini? Ni akwambia hizi zote ndakupea. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu gani aliumba ndio akupea boyfriend ama girlfriend ama ni wife ama ni husband? Hallelujah. Do you understand? Ile fix shetani ana saizi kwanza ajifichi. You understand about the world order? Ambayo inakuja. One church, one government, one religion, one currency, one army. Yeah? No private ownership of land. Mnajua hivi vitu kama vijana na wataalisha kujua what is going on. Kwa sababu nyinyi ndio kesho. Umesikia kitu kama hicho? Bwana Yesu asifiwe. Unajua hapo tunaelekea one bank. You know, the moment kuna hiyo yote tunawekwa mahali ambapo controlling itakuwa very easy. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaangalia mmoja kwa TV akisema, yeah, you know this COVID vaccines, it was like a rehearsal for the big thing to come. Bwana Yesu asifiwe. We were just testing how we can be ready to deal with the situations like this. So it was like rehearsal. We were rehearsing for the main thing to come. Kama ni corona iwatimiza hivyo, what is coming? Bwana Yesu asifiwe. Now the moment tunakuwa hivyo, ndio the one church inakuja. Ndio one currency inakuja, one army. Imagine hakuna shamba uko nayo nyumbani. Unalipwa na serikali. And then unawekwa microchips. Kwa sababu iko kwa hiyo nini? One of the requirement. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelekea wapi kama Wakristo? Wa Christians.
ama watu wa Mungu. Sipendi sana kutumia Christians, watu ambao wako in spirituality. There is difference between Christianity na spirituality. Yesu asifiwe. Do you know kuna religious spirit na Holy Spirit? Do you know that? So hapa ndio shetani pia analeta, mnaomba Roho Mtakatifu, mnaomba Roho Mtakatifu, ndio analeta roho wa dini ndani yenu. Na the moment uko na roho wa dini, hauwezi kuwa na Roho Mtakatifu. You know that? And the moment you have this knowledge, the moment you understand there is no God, kuna uwezekano wa kujua ni shetani ana exist. The moment you know about, you know, I don't have a good example kuambia ambao utaelewa. Bwana Yesu asifiwe. You know, be prepared what is coming. As young youth, na hii energy ambayo uko nayo, be prepared spiritually. Sio kidini, mkuwe tayari kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Thank you very much for your time kwa hilo neno. Umechoka sana? Are we tired? No. Are we tired serving God? No. You know, we are serving God. It's all about God. Service to God. Simwamuke. You stand up. You stand for Jesus. Hallelujah. Mkaribishe mwenzako hata kama umekuwa na yeye. Msalimia anaweza kuwa amelala, mwambie usilale. Ajitayarishe. Mungu bado anakuja. Si hata anakuja, ako na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Wasalimia wengine kabisa. Extend that love. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tusikule ngoma kidogo, tumsifu Bwana kwa sifa. Pigie makofi. Pigie makofi. Hallelujah. Hallelujah. Come on, Jesus. Amen. Come on, Jesus. Amen. Amen. Huyu unatuweka hapa. Hallelujah. Hallelujah. Mpende Yesu na tujifunze kutumikia Mungu ambaye ana exist. The existing God, the present God. Hallelujah. It is not about Mungu atakuja, Mungu atakubariki ata. Ondoa kwa maombi yako, Mungu najua utakuja. You know, coming na nimefika ni vitu mbili tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Understanding that we are serving God who exists now and forever. Hallelujah. Yes,
nimepata Yesu. Ukiona ninaimba imba moyoni nimepata Yesu. Ukiona ninaimba imba moyoni nimepata Yesu. Anafanya
Yes. Are you ready? Ready? Come on, Bena Yesu, wake up on the zoo. Come on, now, Bena Yesu, inua mikono, weka matito, kwa mabega, kwa loketo, weka kwa magoti, kwa miguu, rudisha kwa kichwa, kwa mabega, kwa loketo, kwa magoti, kwa miguu. Are you ready? Are you ready? Umeshika? Haya, twende. 1, 2, 3. Kama unapenda Yesu, inua mikono, weka kwa kichwa, kwa mabega, kwa loketo, zunguka, 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 zunguka. Somebody celebrate Jesus! Are you ready again? Yes. Kama unapenda Yesu, inua mikono, mikono, weka kwa kichwa, kwa mabega, weka kwa loketo, kwa magoti, weka kwa miguu, rudisha kwa kichwa, kwa mabega, kwa loketo, kwa magoti, kwa miguu, kichwa, magoti, mabega, miguu, kichwa, magoti, mabega, miguu, kichwa, magoti, mabega, miguu, magoti na kichwa. Wapi shangwe kwa Yesu jamani? Haleluya! Bado hakuna kutoka jamani kwa Yesu. Usiku wa leo tunamwaitisha shetani. Yes. Are you ready guys? The final say. The final say. No way.